Wakenya wenzangu, welcome to Brother Rogers YouTube channel. Leo hii mimi ni mtu wa furaha kwa sababu my YouTube channel has been accepted to monetize, na nishukuru sana kwa wale ambao wametupiga jeki. May God bless you. Tunataka hii channel igrow. Subscribe kama video yangu inakupendeza, kindly share. Let's grow this platform. This is the only platform that we crack jokes and kill boredom, for instance, or of course. Anyway, Wakenya, ushamba ni kitu mbaya. Unajua kaka, mimi vile niliwaambia, mimi ni mtu ambaye nimelelewa kwa village. The first time ever mimi kwenda town ni wakati nilienda shule Nairobi, na nilienda tu na ushamba. Actually, acha niseme tu nilienda na ushamba. So, wakati nimeanza tu kufunguka macho ni wakati nimepata ka job around 2016, 2017. So nikaanza kwenda masemina kubwa kubwa za watu. So my mentor, my boss could tag me along, tunaenda na yeye. So kuna story niliajia njiani. So tumefika kwa 5-star hotel, nimeshindwa kufungua asubuhi, nimekaa saa 3, so nimetoka. Tumefika kwa mahali conference ilikuwa inafanyika. Hey, my friend, hii kutozoea vitu ni kitu mbaya sana. Unajua nini? Ushago tumezoea chakula ni sukuma na ugali. Hiyo ndio chakula peke yake tunajua. Ukipata kanyama once in a while, you thank God. So wakati uko village unafikiria mtu mwenye anakula nyama ya ng'ombe, mtu mwenye anakula kuku, huyo ndio mtu ambaye anaishi vizuri. Na unajua ile kuku ya village mnachinjanga Christmas. Najua tulikuwa tunafuga jogoo the whole year, 12 months tunakuja kuchinja Christmas. Hii mwaka yote hapa katikati ni sukuma ugali, sukuma ugali. Mkienda zaidi mnapika maharawe. So, na hii kuku ya village ni ile unaweka maji, mnaweka kuku ndani, mnakatakata vitunguu na nyanya, ina boil, mnaweka kwa meza and then you eat. That is the delicacy we knew. Na nyama mkinunua kwa bucha ni ile kuweka tu mafuta tu kidogo, alafu mnarusha nyanya na vitunguu, inachemuka and then you eat. That is so food yenye tulikuwa tunajua kwa village ni either mchinje kuku, nyama ya ng'ombe ama nyama ya mbuzi. Hiyo tu na sukuma. That is the only food we knew. Sasa ndugu zanguni, nikizungumza leo hapa najihurumia sana. When I flash back to what happened to me, the first time I met kitu wazungu wanaita buffet. Mimi nilikuwa nafikiria buffet ni ng'ombe, buffalo. Sasa yani mtu akisema buffet, hiyo ndio ilikuwa inacheza tu. So siku moja tumemaliza conference. Sasa kila mtu, unajua huko ni self service. So unapewa sahani and then unaweka ile chakula unataka. Chakula zenye zimewekwa hapa, hey, ni chakula like 200. Zingine I've never seen on earth. So mimi nikapewa sahani. Hey, ushamba guy. Sasa mimi najua, mimi nilikuwa najua tukibreak for lunch, mimi nilikuwa najua hiyo hoteli kubwa and ile chakula nitapata hapa sio sukuma, ni either nyama ama kuku. Hiyo ndio tu chakula mimi nilikuwa in mind na ugali. So kupewa sahani, chakula zimefunguliwa zote. Na mimi niliambiwa in the village, ukiona chakula ambayo iko na supu mzuri red, hiyo chakula ni tamu. That was my thinking. So ndugu zanguni, to cut the story short, nimepewa sahani na hapa kuna masupu, my friend. Zimepikwa zikang'ara. So sasa nikachanganyikiwa, sijui kuku ipatikane wapi, sijui nyama ipatikane wapi, sijui nipate sukuma wapi. Sasa nikakaa hapo kidogo, nikaangalia watu wamenipita 3 kwa line, 4, 5. Yaani sijui nichukue nini. Unajua ile yani fikira zangu nilikuwa naambia, aki Mungu asante kwa kunileta kwa hii chakula. Aki Mungu leo Mungu asante. Yaani I couldn't believe myself.
So mimi niko hapo tu na ushamba yangu. Naomba tu Mungu, gai kama kuna kukula leo ndio leo. Sasa mimi sikuwa najua ni chakula gani hii. So nikasema nimefika hotel for the first time na chakula nimeona hapa, my friend, is very interesting. Unaangalia chakula mpaka unasema aki hii nao nikikula mwili yangu itabadilika. Yaani I will grow. Unajua kuna ile chakula unaona yaani kuna chakula unaangalia ukisema hii nikiwekwa kwa hii chakula wiki tu moja aki yanga nitanona. Yaani mtu tu aniweke chakula kwa hii just one week. Maboys wa village watanitambua. Nitakuja mashavu zimejazana. Na mimi kuna tusupu tumekuwa hapo. Sasa mimi nikaweka chakula, my friend. Chakula ingine paka sikuwahi elewa ni gani. Nikaeka tu, yani bora I just wanted to enjoy myself. I eat. So chakula, hii sufuria, nikaweka, kwa ingine nikaweka. Alafu nikawechukua kwa meza. Then kuna kasahani ulikuwa unawekewa tu masupu. Kuna sijui appetizer, sijui kuna supu ya nini, sijui kuna nini, don't know. So mimi nikaweka supu karibu 3 hapo in different nini. So hii kuna yenye ilikuwa inaonekana kama maziwa, kuna yenye ilikuwa inaonekana kama ya nyama. So nikaweka. Of course nikabeba na soda. Siwezi kunywa maji town na nimeona soda. You know soda was history. Ukikunywa soda kwa village you are the richest young man. So nikachika soda, of course Fanta orange because ndio ilikuwa common. Wacha nianze kukula. Chakula ingine hata sikuelewa ni nini. Ingine inakaa kama chakula ingine lakini tamu. I just ate. Sijui nikakula samaki, sijui nikakula nyama, sijui nikakula nyama ya nini, paka nyama ya nguruwe. Nilikuja kuambiwa baadaye kwamba kulikuwa na nyama ya nguruwe hapo. Karibu nitapike, my friend. So nimekula hiyo masupu yote, nimekunywa kwa sababu I told God, Mungu asante kwa hii chakula. Aki sijawahi ona hii chakula. God sir, thank you so much. Hata leo mimi nitarudi village nikisema I ate food. Kumbuka tumbo yangu imezoea sukuma na ugali. Put in mind. Nikienda sana ninakula mix ya 60 bob kwa kibanda in Kisii Town. Na unaelewa vile hizi food za 5-star hoteli zinatengenezwa. Hiyo hoteli mtu alinikumbusha jina, inaitwa Hennessy's. Iko opposite Jamhuri Nairobi, inaitwa Hennessy's Hotel. Sasa nikakula, tukamaliza story. Wacha kila mtu aende kulala sasa. Kwa room. My friend, did I sleep? Tumbo tumbo ikanitandika, my friend, that night. Every second kwa choo. Tumbo ikanitandika, my brother. I almost died. Nikagaragara kwa kitanda. Unajua ile chakula imetengenezwa na some spices. Imewekwa sijui ni nini. Ikawekwa nini. So these things they have never stayed in my stomach. So whatever I ate, these were totally strange things. So tumbo yangu haijazoea. Tumbo imezoea sukuma na ugali ya mahindi. It was a long night for me. I almost called my mother nikamwambia mimi nimekufia Nairobi. Tumbo ilinipeleka mbaya mbofu. Wacha kupambazuka asubuhi. Whatever happened is a long story. I will give you in the next video. I learned an experience. Yani in that night, unajua nilienda kulala saa 3 ya usiku. So saa 3, unaenda choo after every 10 minutes. Saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 10, saa 11, saa 12, saa 1, saa 2 ya asubuhi. 10 hours. Unaenda kwa choo after every 10 minutes. Mgongo yangu, ndugu, I swore, I will never forget
nikule chakula kwa hoteli ambayo sijawahi ona. Hata saa hii vile nimegrow hivi, I will never touch. Siwezi guza. Nikienda kwa hoteli nitafute nyama ya mbuzi, ama nikienda mbali nitafute kuku. Supu ambayo sielewi ni ya nini, I will never touch. It taught me a lesson and I want to beseech you, ladies and gentlemen. Ukipelekwa mahali kuna chakula, be very slow. Don't eat whatever you don't know. Eat what you know. Unaweza pata umekula snails na hujui. Unaweza pata umekula tunyoka na haujui. Unaweza pata hata umekula umbwa, because the people who eat, si delicacy imewekwa. So ujichagulie. So utapata umefyeka. Wakati niliambiwa asubuhi ulikula nguruwe, ati unajua ile nini ilikuwa huko kwa yule jamaa mwenye alikuwa amevaa tai ya brown ile ilikuwa ni nguruwe. Ai, sitaki kukumbuka. Guys are all to remember that. Ndugu, kuleni chakula unajua kwa hoteli. Eat the food that you know. Hii ingine ya kando hii, ndugu zanguni, huachia wenyewe. I hope I was not alone. Hata wewe ulipitia hapo. God bless you.